Habari zenu, ni Celestina Nyaga kwa wale ambao hawanijui, na karibu tena katika Our Little World tena, it being our first episode. Nilikuwa niwaletee topic fulani hivi, lakini nikabahatika kualikwa katika event ya Girl Child Empowerment, na nilipata opportunity ya kuzungumza na watoto wa age kuanzia miaka kama 5 na mpaka 16 hivi. Na sasa ningependa, kabla niwaletee kile kitu ambacho nilikuwa nimekitayarisha kwa ajili yenu, ningependa ni share na watoto ambao wako nyumbani whatever tulidiscuss ama whatever ambao tulijifunza na wale watoto wenzetu. Karibu tena na wapenda sana. Pamoja na sisi. Sawa sawa? Sawa sawa? Watoto Watoto! Watoto! Pete! Pete! Samba pete! Samba pete! Celestina Nyaga, lakini katika tamthilia ya Pete inajulikana kama Nuru wa Jasiri. Wakati wanadada Pete? Nice, asanteni sana. Najua tumeona play zikifanyika, tumeona mmeigiza tofauti. Na mimi sote tuko hapa siku ya leo ni kwa ajili ya watoto wetu wa kike ambao wanakuwa, na tungependa wakuwe katika maadili mazuri, kuwe katika surrounding ambayo inawafeva nyinyi kama wanafunzi na nyinyi kama watoto, au sio? Hao ni watoto ambao hawako so exposed to the environment. Kwa lugha nyingine tunasema wanatoka katika rural areas, lakini wanatamani kuwa kama mimi, pasipo kujua kwa mimi sijafika pale mahali ambapo nataka kufika. Nikiwatazama naona ni watoto ambao wako na matamanio ya kuwa waigizaji wakubwa, ama kwa sababu wako na talanta mbalimbali, wanatamani talanta zao ziwafikishe mahali, lakini hawana hizo opportunities. Bado hakuna watu wa kushika mkono ama watu wa kuwasaidia. Nikakaa nikafikiria, hao watoto tutawasaidiaje? Sababu kwanza wanapitia challenges nyingi kama watoto. Katika nyumba zao ama katika tamaduni zao wanaamini kuwa msichana anapofika miaka ya 16 ni msichana ambaye yuko tayari kuolewa. Ambapo kiukweli huyo bado ni mtoto, anahitaji malezi ya wazazi, anahitaji kusaidiwa kufikia malengo yake ambayo anataka kufikia. Kulingana na elimu yangu niliyokuwa nayo, niliwaeleza vitu baadhi ambavyo vingeweza kuwasaidia wao kufikia malengo yao. Kitu cha kwanza nilichoongelea ni kuhusu kumweka Mungu mbele. Naamini kuwa katika maisha hauwezi fanya kitu chochote kama hujamtanguliza Mungu katika kila jambo. Ambapo kama mtoto ama kama watoto huko nyumbani tunapaswa tuweke katika misingi ya kidini, ndio wanapokuwa wanajua kwa kuna Mungu wa kumtegemea. Kitu cha pili ambacho niliongelea ni kuhusu nidhamu. Naamini kuwa kila mzazi anatamani kwa mtoto wake awe na nidhamu, sababu huwezi sikia raha ukiambia mtoto wako ni mkosefu wa nidhamu. Hivyo nikaonelea pia ili wao wafikie malengo yao, wanapaswa kuwa watoto watiifu, wanatii wazazi wao, wanatii hata wale wadogo wenzao. Ambapo naamini mtu yote anayekuwa na nidhamu anakuwa na maisha ambayo yako so simple, sababu hutagombana na mtu, hautamtukana mtu, hautakosa kumheshimu mtu. Bora tunakwambia nini? Usitafute shortcut. Hakuna shortcut yoyote. Mtu asikwambie sijui lazima umjue fulani ndio ufanye hivi. Hapana, bidii yako. Wewe kama mwigizaji ambao, wewe kama mtoto ambaye ni mwigizaji ambao unataka kuwa mwigizaji, bidii yako. Join any theater club zenye ziko, join magroups zote huko mitaani, because you need to start from somewhere. Hawezi toka tu nyumbani ukaanza kuigiza. Huwezi toka tu sasa ukaja ukaingia Pete. Lazima tujue uwezo wako, tutajua vipi uwezo wako. Lazima uwe umejijoin katika hizi groups. Kama leo tumeangalia kuna yule tumeona kuna huyu anakaa anaweza. Unaona? Lazima ujiingize katika hizo vitu. Kitu kingine, discipline.
Nidhamu ni kitu kingine muhimu sana kama mtoto wa kisichana. Unafaa uwe na nidhamu shuleni, uwe na nidhamu nyumbani, uwe na nidhamu hata kwa yule mwenzako ambaye uko naye hapo, sababu naamini ukikuwa na nidhamu na kila mtu inakujenga wewe kuwa na uhusiano mzuri na watu wote. Nimewaambia hakuna kitu kizuri kama kuweka Mungu mbele. Misingi yako wewe mtoto ikiwa mizuri katika dini, utakuwa katika maadili mazuri. Ndio maana wazazi, make sure watoto wenu wanafuata dini, make sure watoto wenu wanakuwa katika maadili ya dini. Kitu cha mwisho ambacho pia tuliongelea ni kuhusu protection wao kama watoto wa kike. Ukitazama hao watoto ambao wako katika age ya kubalee, na kuna mambo mengi ambayo yanatokea huko nje. Some ladies wanachukuliwa advantage na wanaume ambao inakuwa sio picha nzuri. Kwa hivyo wao kama watoto ilibidi sisi watu wazima tuwe kama watoto ili tuweze kupass information kwao, na tukakama up with this song ya Don't Touch Hapa Kwangu. Hapa kwangu, don't touch. 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 Hapa kwangu. Kufikia hapa, naamini wewe mtoto ambao upo nyumbani umejifunza vitu baadhi ambavyo tulikuwa tunajifunza na hawa watoto wenzetu huko tulipoenda. Shukran kwa kutazama show yetu ya Our Little World with Tina, na karibu tena na tena na tena. Please remember to subscribe, to like and share. Thank you so much.